Wanangu inakuaje? Betting brain tena, Betiology. Tuko hapa. Kombe la dunia limeanza jana wanangu. Jana ilikuwa ni Mexico na South Africa. Siwezi nikaongelea sana kuhusu game ya jana. Mimi nadhani tunahitaji kama game hata 5, 6, 4 hivi, yani at least kwanza kupata picha ya World Cup. So kuna baadhi ya option ambazo mimi nataka tuzigusie, lakini pia nataka tufanye review kupitia teams tofauti za World Cup. Ujue World Cup ili iweze kutusave ni lazima tujue kwanza option inatakiwa tuzijue ziwe mob, lakini pia tujue nature ya kila timu. Hii timu ina sifa gani, timu hii ina sifa gani. Lakini pia sitaacha kukukumbusha kwamba option mob tutakuepo nayo Elabet. Wanaitwa maana kabisa hapa. Option kibao, na wapeni special option ya tarehe 14. Tarehe 14 kutakuwa na game gani? Chillax. Sasa Elabet kuna option ya, yani unaweza ukabetia timu 10 kwa option moja. Unabetia vipi? Ndio tusogee hapa tuangalie tarehe 14 kutakuwa na game gani na game gani na game gani. Tarehe 14 kutakuwa na game ya Brazil na Morocco, kutakuwa na game ya Haiti na Scotland, kutakuwa na game ya Australia na Turkey, kutakuwa na game ya German na Curacao, kutakuwa na game ya Netherlands na Japan. Sasa hizi game zote hizi unaweza ukazibeti kwa option moja na ukatia mchuzi. Unachokifanya, utaenda kwenye World Cup, utatafuta World Cup 4 matches. Watakuandikia kabisa kwamba ni mechi ngapi kwenye hiyo option, ambapo kuna first teams ambazo hizo zinakuwa ni za home, second teams zinakuwa hizo ni za away. So utakachokifanya, utakliki pale. Ukikliki utakuja kuona kwamba kuna option zipo za kawaida tu kama ilivyo kwenye option ambazo tunacheza za game. So kwa mfano tarehe 14 timu ambazo zitakuwa home zitakuwa ni German, Netherlands, Ivory Coast na Sweden. Timu ambazo zitakuwa away ni Tunisia, Ecuador, Japan na Curacao. So ukiangalia hapa kuna kuwa na home team na away team. Na kwa hiyo hapa German, Netherlands, Ivory Coast, Sweden inakuwepo ni timu moja, na hizi za away zinakuwa ni timu nyingine. Ukiangalia hapa, ukiweka home team, yani ukiweka home team win, hauwezi ukapata odds nyingi, kwa sababu timu ambazo ziko home na timu ambazo ziko away, ambazo ziko home zina power. So actually kwenye option ya kawaida watawekea hawa timu 1 kwamba hawa wana possibility kubwa ya kushinda, kwa sababu matokeo yanachukuliwa ya timu zote hapa. Kwa hiyo kama kuna timu moja imetoka bila au imefungwa, lakini kuna timu zingine ambazo ziko juu yake zimefunga magoli mengi, inakuwa advantage ya kushinda dhidi ya timu zingine. Lakini pia kuna possibility huku timu 4 labda kama imefunga magoli 4, alafu timu ya huku, yani timu za upande wa away zote zimefunga goli moja, kwa hiyo magoli 4, alafu timu ya home hizi 3 zisifunge kabisa, ikawa 0-0, alafu timu moja ikafunga goli 5, maana yake hii timu iliyofunga goli 5 imebeba na advantage ya wenzake ambao lost. So inakuwepo ni 5-4 na home team inakuwepo ni win. Lakini pia hii option unaweza ukacheza both team to score, maana yake timu za upande wote zifunge goli. Sasa kwa mfano kama hapo ukiangalia labda huko kuna timu 4 upande wa kulia na kushoto kuna timu 4. Ukiangalia hapo unaambiwa wameanzia magoli 2, kwa sababu wanajua goli moja lazima lifungwe. Kwa hiyo hapo wameweka home team, yani both team to score ni kuanzia goli 2 na kuendelea. Kwa hiyo kwa mfano kama hapo unaweza ukacheza hata yani both team to score 3 goals confidently kabisa, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama hapa timu kama Ujerman, Netherlands, Ivory Coast na Sweden ni timu ambazo
ni timu ambazo ziko ni timu ambazo zina mastriker, wa kufunga. Ukiangalia kama German ndio huko akina Kai hapo kama sikosei, lakini ukiangalia Netherlands pia nao wako na mastriker wakali. Kuna possibility ya kupata hata kamba 2-3 hivi. Lakini kwa upande huu timu kama Japan tuwe nayo makini sana. Yaani mimi sijawahi kuiandalete Japan hata kidogo. Issue nyingine ni kwamba unaweza ukacheza kona. Kuna siku nilicheza mkeka kuwe na kona chini ya 90 kwenye option moja. Watu wakaniuliza hiyo inawezekana vipi? Ni kwenye hii hapa option, na hata kwenye rollover mara nyingi natumia sana hii option. Kwa hiyo ni option fulani hivi ambayo ukijifunza inaweza ikakusave, lakini bila kusahau nawaambia tu kwamba haya maunyama yote tunafanyia review wapi? Elabet ndo kila kitu. Tutakutana hapo kwenye masuala ya special option tu. Yaani wale wazee wa kustake hai alafu odds kimtindo, special option hizi hapa ndo zenu hizi. Watu wa matreni tunajua ni kampuni yoyote inaweza ikawa na option ya over. Matreni tutacheza sana na over kwa sababu nikiangalia hii World Cup unaona kama over zitakuwa kwenye mechi nyingi sana, kutakuwa na over hasa raundi ile ya 3 baada ya timu zingine kufuzu na timu zingine kwanza kufukuzia nafasi, kwa sababu inakuwa ndio imebaki mechi moja. Kwa hiyo ukipoteza hapo ni hizo umepotea, au kama ulishinda 2 za kwanza umesha qualify. Kwa hiyo baada ya hapo hata ukifungwa ni sawa tu. Kwa hiyo kuna possibility ya over kuwa nyingi kwa wale watu wa matreni, lakini watu wa zile odds ndogo alafu milipuko, Elabet ndo mitaa ambayo tutakuepo hapo tukikiwasha. So wanangu, ukienda kwenye yellow card pia kama game, na hizi hapa ni kwa sababu World Cup tarehe 14 games zitakuepo ni hizi 4, lakini kuna siku ambazo game wanakuwa wanaweka hadi 10 kwa sababu ni ligi tofauti unaikuta hiyo option. Unaweza ukaweka labda yellow card ziwe 20 kwenda juu. Unajiuliza huyu mtu yellow card 20 kwenye mechi moja? No, sio mechi moja, ni mechi nyingi yaani mechi nyingi ambazo zinajumuishwa kwa pamoja kwenye ligi moja au kwenye cup moja. Alafu baada ya hapo mahesabu ya statistics zote za mechi zote yanahesabiwa kwa pamoja, yanajumlisha. Kwa hiyo timu za home na timu za away inakuwa ni kama home and away. Kingine ambacho nilikuwa nataka niwasanue ni kuhusiana na special option za wachezaji. Yaani wachezaji kwa mfano kama England sijajua itakuwaje, lakini England ni timu ambayo kuna possibility timu ambayo watakuwa nakutana nayo kama inakuwa wiki, basi kuna possibility hiyo timu ambayo itakuwa wiki ikatoa kadi za njano, kwa sababu ina wachezaji ambao 1-2 nyingi, alafu pia ni wachezaji wale ambao unajua wakufukuziwa. Yani kwa mfano kama Rashford pale baka pale many times ana wachezaji wengi na mabeki wana commit foul kwa sababu yake. Lakini pia ukiangalia mtu kama Harry Kane ni mtu ambaye anasababisha mapenalty mara kibao, so penalty nyingi huwa zinakuja na yellow card. Kwa hiyo wanangu, kila timu ambayo iko World Cup ina nature yake. Timu kama Portugal pale tutegemee pia kamba nyingi zikapigwa sana na mastriker na ma midfield, na kuna option ambayo Elabet unaweza ukaweka kwamba goli la kwanza lifungwe na striker au midfield. Hii option ipo, anaandika position of goal scorer, unaweka lifungwe na forward wanajumlisha na wale mastriker, lakini midfield wanajumlisha pamoja na mawinga ambao wanakuepo pembeni. Labda siji hapo matactic wale mafootball analyst watanisaidia vizuri, lakini tutawahitaji kwenye hiyo option, na I can bet kuna siku nitamuinvite hata mmoja aje atupe hiyo elimu ya analytics, tujue kwamba analytics zinakuwa
vipi, yani wachezaji wanakuwa analyzed vipi kwenye position. Nasema hivyo kwa sababu kuna baadhi ya timu wachezaji lazima kuna wachezaji ambao ni lazima wa commit foul. Yani ukibeti mchezaji fulani atacommit foul, mara nyingi yote zinaanzia 2 na kuendelea. Kwa hiyo ni moja kati ya option ambazo, yani ni moja kati ya kitu ambacho nawishi kwamba nije nimuite mchambuzi mmoja hapo aje hapa tupige naye story. I can bet brother George Ambangile, Falan, au wote wanangu hao siku moja watakuja turuki hapa tupige nao story on time. Kama mkiona hii mabigi, shout out washikaji wa Kamaria, watataka siku moja mje hapa, sio mje mtufanyie tu uchambuzi, mje mtupe kwanja mamen. So hizo ni option ambazo nawatajia kwamba kuna option unaweza ukabeti kulingana na nature ya timu. Yani kwa mfano pia friends ile timu wachezaji, yani team 2, I mean timu zitakazokuwa zinakutana na friends, nazo ni timu ambazo zitacommit foul nyingi kutokana na uchezaji wa friends. Lakini pia I mean ni timu ambayo kama itakutana na timu nyingine ya away, hiyo timu lazima itacommit foul na itapata yellow card, kwa sababu huwezi kucommit foul nyingi bila kupata yellow card. Lakini pia friends ni timu ambayo huwa inaweza kuna possibility ikatoa kona nyingi sana, kwa sababu ina line ya mbele, yani ile wanaita sijui front line, ma forward ambao ni wanoma sana, yani mtu kama Mbappe, mtu kama Dembele, mtu kama of course wako wengi, yani France inaenda kuwa noma sana, yani inaenda kuwa noma kichizi yani. Kwa hiyo timu kama ile pale, pia option nyingine advantage ni ile position of goal scorer. Unaweza kuweka tu forward, akigonga Mbappe, akigonga Dembele na maforward wengine ambao kwenye line ya France watakuwa wanaanza kama maforward position. Ukiweka mchezaji atakayefunga goli la kwanza au la pili, au position of goal scorer ni forward, akipiga tu kamba imeisha, na kamba nyingi huwa zinafungwa na maforward, au unadanganya wanangu. Lakini pia option nyingine I think siwezi kusema nyingine na ya mwisho, yani niseme tu ni option ambayo nakuwa limited kutokana na time. Yani option ambayo nasubiri sana wairudishe kwenye kampuni za kubeti, kwa sababu mara mwisho mimi niliiona kwenye Euro. Sasa wakirudisha kwenye kampuni ya kubeti hii option, na of course kwa hela beti washairudisha, sijajua kama kampuni mengine, ni option fulani hivi ambayo mimi kwenye Euro imenipa hela sana. Option inasema goal scored by set pieces, yani goli la set pieces lisitokee. Na mara nyingi magoli ya set pieces of course yanatokea, lakini katika 100% ya magoli ya set, yani 100% ya magoli ya mchezo, goli la set pieces linaweza lisitokee kabisa, au ambao katika michezo 10 ni 10% tu yakatokea magoli ya set pieces. Kwa wasioelewa, magoli ya set pieces ni ile kwamba unakuta goli yani mpira umeanzia kwenye kona au kwenye faulo mpaka kamba, yani sijui mnanielewa hapo kwenye comment hapo wanangu. Tuwe tunapiga story hapo. Sasa hizi nitakuwa nafanya review. Tuwe tunapiga ma story hapo. Tunafundishana maboli nini, kwa sababu mimi mpira actually na uenjoy kuangalia, kuchambua, sio expert sana, lakini inanibidi niwe nafuatilia baadhi tu ya vile vitu ambavyo najua vita news kwenye pesa. Kwa mfano kama kipindi hicho wakina Ramos wakina Varane wako Madrid, kuna ile option ya ndani ya sekunde 10 lisitokee goli kwenye kona, yani kona ikipigwa ndani ya sekunde 10 lisitokee goli. Wakina Ramos wale wanapiga vichwa sana, kwa hiyo inatakiwa ufuatilie games zao ujue. Lakini pia au wakina De Bruyne wakina nani kwenye ile option ya goal scored outside the penalty area, kusiwe na goli la mua kutoka nje, inabidi ufuatilie kwamba Bruno KDB wanapiga sana mawe wale. Kwa hiyo
yani naangalia vile vitu ambavyo mara nyingi wanafocus navyo sana kwenye kuvibetia kwa ajili ya kupata mchuzi, lakini I wish nipate uwanja mpana zaidi. That's why nasema kuna siku tutakuja kuwaita washikaji hapa, mabro ambao ni expert kwenye kuanalyze hivyo vitu ili watu printie hela na sisi. Kwa hiyo wanangu, hiyo option ya set pieces yasema kwamba uende ukabeti kwenye mechi kwamba kuwe na goal la set pieces. Hapana, kuwe na goal la set pieces, weka no, kwa sababu yani of course nimeiwaza hii option kwa sababu ni option ambayo imenipa hela sana kwenye Euro. Wewe cheza no, yani of course, yani hamna mkeka ambao hauwezi kuchanika. Mkeka wote unaweza ukachanika, lakini tunaangalia possibility. Yani tunataka katika mikeka 10 mikeka itakaochanika isizidi miwili au mitatu. Kwa hiyo kama itawini mikeka 8 kati ya 10 kwenye hiyo option, hiyo ni profit. Hiyo ni kucheza tu na mahesabu. Kwa wanangu ambao amko chimbo mnapishana na rollover, hiyo rollover tunaenda kuianzisha kesho, kwa sababu tutakuwa tushapata review nzima ya World Cup. Mimi mwenyewe naendelea kuyachambua. Of course nimekaa lockdown ya kama wiki moja na hivi, yani si dili sana na kwenye kuplace mikeka, nilikuwa na dili sana kwenye kufanya review. Lakini pia niliwaahidi kwamba nitafanya giveaway ya codes, yani. Lakini pia niliwaahidi kwamba nitafanya giveaway ya 10k kwa kila mtu. Giveaway hiyo nitaiweka kwa mfumo wa codes. Angalia kwenye description hapo, utaona nimeweka codes 50. Sasa hii hapa changamoto yake ni kwamba hizo codes kama kuna mtu kashaingiza, maana yake ile 10,000 inaingia kwake na anaenda kuibetia yeye. Kwa hiyo ukiingiza itakwambia ishatumika. Kwa hiyo kama utakosa hapo, na kuwekea namba ya kwenda chimbo la Betting Brain. Chimbo la Betting Brain pale ishakuwa kawaida tu, kibumu huwa tunapasuana sometimes. So kama umekosa leo, join hapo, tukutane kule, maybe utaweza kuotea hata 10 nini. Unajua hilo 10 ukizungusha kwenye rollover manake unaweza ukosi. Of course mimi nilichezesha rollover ambao walianza na 10,000 walimaliza na 130,000. Kwa hiyo sidhani kama ni hela ndogo hiyo. Mimi mwenyewe si maisha ya kibongo, najua wanangu, mimi mwenyewe choka mbaya. Kwa hiyo sidhani kama wanangu mna pesa kiasi hicho, yani 10,000 kwa laki ni hela nyingi sana. So wanangu, tukutane chimbo hapo. World Cup imebam. Leo ni game ya South Korea na Czech. Nitaka niwape utabiri wa hii, lakini au niwape anyway, tukutane chimbo hapo wanangu next week. Of course niliwaambia kutakuwepo kuna mabadiliko fulani, lakini I think tunasubiri World Cup ichanganye kwanza, alafu kiwake boom situation. Nenda hapo chini, chukua account ya Elabet, ingiza kodi hapo, utakutana na giveaway ya 10k. Lakini pia kama utakosa, join channel ya Betting Brain, link na kuwekea kwenye description hapo. Kikawake oi boom situation. Giveaway ni kwa ajili ya watu 50 tu. Tuondoke wanangu, peace.